Kenya yetu nchi nzuri, nchi yangu twaipenda daima. Kenya yetu nchi nzuri, nchi yangu twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Mwito wetu harambee, tuijenge Kenya. Nchi yangu twaipenda daima. Wenzangu ndio kama hivyo picha mubashara kutoka eneo la Bomas of Kenya ambacho kimekuwa kituo cha kitaifa cha kujumlisha kura za Rais, watu wakisubiri kwa hamu na hamumu, na bila shaka ukiangalia wengi wamekaa tangu alfajiri na mpaka sasa wanasubiri hapo. Mzee, unataka kuondoka ukiwa na haja ndogo utaki, manake ukitoka unaona utapitwa. Ni la diplomats wanasema, na yani hawa ni wajumbe kutoka mataifa tofauti yakiwemo bara Ulaya na mabara mengine tofauti ambao wamekuja kufuatilia shughuli nzima ya uchaguzi, na umakinifu wao pia ni ishara tosha kuona kwamba pia wamekuwa na wameridhishwa na hali ilivyokuwa, na bila shaka wanasubiri pamoja na Wakenya kujua hatma ya kura zile zilizopigwa mwaka huu 2022 tarehe 9. Na mbali na hayo ni kwamba ni dakika kama 22 hivi zimesalia kwa muda uliowekwa na IBC kwamba watatoa tangazo muhimu, wenyewe wanasema the all important announcement. Na bila shaka kiu ya Kenya bila itaishia hapo, maana kila mtu atakuwa shajua kipi ambacho amekuwa kikisubiria. Na mbali na hayo, hapa studio pia tutakuwa tunaendelea kuyazungumza mawili matatu ambayo tunaona ni ya muhimu, lakini kimsingi ni kwamba Wakenya wamekuwa na subra ambayo imetakikana katika kipindi chote hiki, kama walivyoambiwa na maafisa wa tume ya uchaguzi IEBC, ambao pia kama ulivyopangwa. Kamche, naona pia upo na wageni wako tayari. Naam Harith, tunao wageni wengine wawili ambao wamejiunga nasi kando na Cheno Mjomba ambaye amekuweko tangu awali tulipoanza. Naye ni Jackson Lungwe, mmoja wao ni Jackson Lungwe ambaye ni wakili vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa. Na tunaye pia John Swaka ambaye pia ni wakili na mchanganuzi vile vile wa masuala ya siasa. Kwa hivyo mtazamaji, watakuwa tu wanatusaidia kuweza kuelewa ni yepi yaliyosalia kwa muda huu ambao IBC imesema kwamba itakuwa inaweka bayana matokeo ya kinyang'anyiro hiki cha kiti cha urais, ama kinyang'anyiro hiki ya kiti ya urais, ambapo ni ama nani aliweza kujizolea kura nyingi za Wakenya wengi waliojitokeza siku ya Jumanne tarehe 9 kupiga kura ama kwenda pale debeni kutumbukiza vile vijikaratasi vya kura kuamua ni nani atakayeongoza nchi. Kwa hivyo watakuwa wanatueleza tu ni nini haswa sasa IBC wanafanya pengine, manake Wakenya wengi kumekuwa na ule msukumo kutoka kwa Wakenya kusema IBC imechukua muda mrefu, lakini kumbuka IBC ilikuwa na siku 7 kuweza kukamilisha zoezi hili zima na kutangaza. Kwa hivyo tutaweza kujua kwa sasa watakuwa wanafanya nini, alafu kisha tutaangalia tulile swala
iwapo kutatangazwa mshindi na pengine iwe amepata 50% kuongezea moja, ni hatua zipi zitakuwa zinafuata baada ya hapo uweze kuelewa. Na iwapo kutatangazwa mshindi lakini iwe hajaweza kufika ile 50% kuongeza moja, kama ilivyoko kwenye katiba kwamba lazima apate zaidi ya 50%, basi kutakuwa kuna kwendaje na ni Wakenya watakuwa wanatarajiwa wafanye nini? Viongozi wa siasa pia watakuwa wanachukua mambo sehemu zipi, ama ni yapi ambayo yatakuwa yanaendelea katika kuongoza Kenya ama katika kuendeleza Kenya mbele. Kwa hivyo Jackson Lungwe na John Swaka, karibuni sana. Shukran kwa kujumuika nasi studioni hii leo. Pengine mtueleze tu kwa sasa, zimebaki dakika 29 nikiangalia pale saa, ukumbi wa Bomas umejaa, kuna watu tofauti pale, wapo viongozi wa siasa, wapo familia hata za hawa waliokuwa wanagombea kiti cha urais, wapo wajumbe mbalimbali, IBC pia wapo pale, na pale katikati hapana mtu, kila mtu amekaa huko kando. Kwa sasa IBC inaweza kuwa inafanya bado tunajua kwamba tunafahamu kwamba kuna maeneo bunge kadhaa ambayo bado hayaja zile form 34B hazijajumuishwa. Je, itakuwa ndio shughuli inayoendelea pale ama kwa sasa kuna mpangilio gani unaoendelea kule nyuma? Tuanze na wewe Swaka. Asante sana. Unapata kwamba kura shapigwa, kuhesabu kura kushatendeka. Hata sasa hivi IBC ishajua mshindi, ama kama ni rerun ya kurudia. Ishajua ni nani ameshindwa, kama kuna yule ameshindwa. Kisha ishati tu baini ya kwamba mara hii ama msimu huu kura ilikuwa inapigwa kwenye ile presiding officer anatuma hayo matokeo direct kwa bwana Bukati ambayo ndio national returning kwa mujibu wa kura ya urais. Na hayo ya zile form 34A zilikuwa zinakuja na wale returning officers, presiding officers, for purposes of kwa ajili ama kwa ajili ya kujumuisha na kuwasilisha na kuthibitisha kwamba yaliyotumwa kweli ndio haya. Maana kulikuwa na ile ilokuja kwa njia ya mtandao, ile picha, alafu kuna ile ambayo ni kabisa kwa ndio. Sasa wamekuwa katika hiyo hizo siku 3 ndizo. Sasa hivi walikuwa wamesema kuna chache ambazo bado zaingia, lakini tayari wakibainisha wako tayari kutangaza mshindi. Hapo awali wali wagombea viti vya urais wote 4 na onyesha yale ambayo yamekuja ama yale ambayo imeingia, ndio sasa wajumuishe kila kitu pamoja. Kama kuna mahali pa kutia sahihi ama kama kuna mahali pa kurekebisha, basi wazungumzia. So hayo ndio mambo ambayo kuna, lakini ndio sasa tutamsubiri. Na mtazamaji, upande wa pili hapo kama unaona kwenye runinga yako ni Bomas, na upande mwingine ni katika makao
yake naibu rais Karen ndio anatoka kwa sasa kuelekea katika eneo la Bomas, ambapo ndipo kwenye matangazo rasmi yatakapofanywa ya kiti cha urais. Kumbuka yeye ni mgombea wa kiti hiki cha urais kwa muungano wa Kenya Kwanza na chama cha UDA. Kwa hivyo leo tu ni msafara wake ndio unaondoka kutoka maeneo yake ya Karen kuelekea Bomas. Tunafahamu kwamba wale wagombea wawili akiwemo wa Roots Party George Wajakoya na wa Agano Wahiga Mwaure tayari washafika kule Bomas. Kwa hivyo naibu rais anaelekea kule. Tunatarajia kwamba pia Raila Odinga pengine atafika kule, kwa sababu ya kuwa ndiko kwenye kutafika kufanywa matangazo rasmi ya atakayekuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo ni msafara wake naibu rais unaoelekea Bomas, na atakapofika basi pia tutakuwa tunakuletea picha za moja kwa moja atakapokuwa anaingia katika ukumbi wa Bomas. Tutakuwa tunakuletea picha hizo za moja kwa moja uweze kufahamu ni yepi yanayofanyika kwa sasa, zikiwa ni chini tu ya dakika 30 kwa IEBC kama ilivyosema kwamba itakuwa inafanya matangazo hayo mwendo wa saa 9, basi hazipungui dakika 30 ama hazizidi dakika 30 kwa IEBC kuweza kufanya hivyo. Kwa hivyo tutakuwa tunafuata tu kwa njia moja kwa moja. Kwaya nayo inaendelea kutumbuiza wale waliotulia ukumbi wa Bomas. Kumbuka ni wengi waliofika pale, ukumbi ule umejaa pumuni. Na shaka itakuwa ni matangazo ambayo kuwa unayapata kwa njia moja kwa moja. Sisi hapa KBC tutakuwa tunajikaza kuhakikisha kwamba haupiti na lolote. Tukirudi studioni, Swaka, ulikuwa umemalizia nukta yako ama una sasa matudio hayo ndio sasa mambo ambayo kidogo yanajiri. Maana IEBC kwa mujibu wa sheria ni sharti wafanye hiyo exercise na wahakikishe kwamba wamejumuisha na wamesawazisha zile takwimu zilizokuja kwa mfumo wa electronically, na kisha compare ama wakilinganisha na zile form 34A ambazo zimeletwa kirasmi na wale presiding officers. Ndio. Na Mlungu unala kuongezea? Kwanza asante kwa makaribisho. Asante. Na kuchukulia penye mwenzangu amewaachia pale, ni kusema kwamba tunaelewa kwamba IEBC sasa inafanya uchaguzi mkuu chini ya katiba kwa mara ya 3 kikamilifu, ukitoa ule wa marudio wa 2017. Na tangu kubuniwa kwa IEBC chini ya katiba yetu kumekuwa na ile tunaita Aya, mtazamaji, ilikuwa nishakuarifu hapo awali kwamba mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya Roots Profesa George Wajakoya alikuwa ameshafika katika eneo lile. Na kama unavyoona hizo ni picha, vile vile mgombea wa kiti cha urais ambaye ni wa chama cha Agano Wahiga pia ona hapo ameshafika. Kumbuka kiti ziwane, kwa hivyo wale ni wawili tayari wameshafika. Awali tumeona kwamba naibu rais William Ruto wa muungano wa Kenya kuweza kusherekea pamoja ama kuweza kujumuika katika tangazo hili maalum ambalo litakuwa lina
julisha yule Mkenya nani atakayekuwa rais wake wa tano chini ya dakika 25. Kwa hivyo KBC tumekita kambi pale, na kila hatua itakayokuwa inafanyika pale tutakuwa wenye kukujuza iwapo kutakuwa na matangazo yoyote. Kabla ya tangazo muhimu pia tutakuwa tunaleta kwako kwa njia ya moja kwa moja. Kwa hivyo usibanduke. Lungwe. Naam. Harith. Naam, Jackson samani kukata kauli John Swaka na Otieno Mjomba. Uchaguzi huu, naibu wa rais wa kwanza kupigiwa kura kuwa rais ikiwa itafanyika na Raila Amolo Odinga vile vile iwapo, na sasa hivi pia naibu wa rais yupo yuaja hapa. Kwa wote wamekubaliana tutawaona